Sasa huyu jamaa hapa alitaka kumsaidia Oliva kwa sababu aliona hali yake haiko sawa. Sasa Olivia alivyokumbuka akaambia basi mimi asante, mimi hali yangu ishakuwa sawa. Oliva akaondoka zake pale. Sasa alivyoondoka zake, kuna siku alikuwa anaongea na mwalimu. Alipotaka kuondoka, mshikaji akamfuata. Mshikaji anaitwa Scott IP Jackson. Akamfuata. Alipomfuata akamwambia vipi, hali yako iko sawa? Maana usizoe ulivyokuacha haikuwa sawa kabisa. Kiukweli nashukuru Mungu kwa sasa hali yangu ipo sawa. Akaondoka zake. Sasa Scott akaenda kukaa mahali pale anapiga zake pindi. Yule mwanamke ambaye anaitwa Matilda akamfuata akamwambia vipi, mbona sasa hivi umbadilika sana? Sasa hivi mimi unijali, unamjali yule mwanamke na kila muda unakaa na yule mwanamke. Sasa Scott akamwambia kwa wewe ni rafiki yangu na yule ni rafiki yangu, kwa hiyo basi wote mimi lazima nitawajali. Sasa leo bwana, darasani mwalimu alikuja na akatangaza kuwa hivi siku za karibuni tutaenda kutembelea mbuga za wanyama, hivyo basi hamtakii kabisa kukosa katika mbuga hizo. Basi wanafunzi walifurahi kwa sababu ni safari nzuri. Hasa baada yake bibie Oliva akatoka nje akawa anapiga zake pindi. Yule msichana ambaye ni gaidi sana ile shule anaitwa Ada akamfuata akamwambia, kiukweli naomba samahani. Yaani kumfuata kwake pale ni kumomba samahani kwa sababu hataki tena kuendelea kuwa na ugomvi naye. Basi akakubali bwana Oliva na ikaishia vile. Akamwambia basi baadaye tutakuja kujiunga katika mchezo mnaocheza. Sawa, tunakaribishwa. Basi baadaye bwana katika mchezo akajiunga kabisa. Ada akawa miongoni mwa wao, akawa anacheza pale. Vipi, mwambie basi na uje kucheza. Tusimlazimishe mtu bwana, akitaka atakuja. Wakaendelea pale bwana, na Scott akaja, vipi, nataka na mimi nicheze. Basi sawa, cheza. Na yule mwanamke kumuona Scott kaja, naye akaja pale, na mimi nataka nicheze. Haya, unakaribishwa, basi cheza. Ni noma iko. Hiyo aje bwana hadi amuone Scott. Sasa kabla tujaendelea, na kukumbusha kubonyeza kialama cha kusubscribe katika channel hii ya E7 Flix ili ujiunge na hii familia kubwa hapa. Storyteller wako ni Safe Mastori. Tuendelee. Hasa siku bwana ya kwenda katika mbuga za wanyama ilikaribia na ilifika kabisa. Wakaenda hadi kule katika mbuga za wanyama wakachukuana wawili. Basi mwamba akabaki tu pale na msichana Oliva. Yaani kiufupi urafiki wao ulikopo mzuri sana, alikopo anajaliana nini. Hasa baadaye kidogo Oliva tumbo likamsumbua. Basi Scott ndo akawa tegemezi la kumsaidia Oliva pale. Basi akafikishwa hadi nyumbani. Mwanangu unaumwa, tukupeleke hospitali. Akampeleka hadi hospitali na daktari akamwambia kwa huyu ana upungufu wa seli mwilini, hivyo basi ugonjwa unakula seli yake ya kupambana na magonjwa mdogo. Basi afya yake itakuwa dhaifu sana asipopata hela ya kufanyia matibabu nje. Basi akamwambia kwa tutatafuta hiyo hela, atakuletea daktari. Sawa. Akaenda kumpa taarifa na mwalimu wake kwa mwanangu anaumwa, hivyo basi akiwa shuleni inabidi apate uangalifu mzuri. Basi sawa, usiwaze. Sasa huko shuleni bwana wanafunzi wanasoma nini. Scott anakuja. Mbona Oliva hajaja, ni siku ya pili leo? Akawa anamtafuta Oliva. Vipi, Oliva yuko wapi? Mimi sijui bwana. Akaondoka zake. Ni noma. Akaja mwingine. Oliva mimi najua namba zake mimi ninazo. Basi shika namba zangu, alafu baadaye nyumbani kwenu hunitumia namba zake. Basi sawa. Huko Oliva bwana yupo nyumbani tu, ameshakubaliana na matokeo. Ni noma, amekaa zake tu anachola pale. Sasa kesho yake bwana Oliva amewasili shule, inaonekana afya yake ishakuwa nzuri. Basi wanafunzi walimpokea kwa furaha. Wanampenda sana Oliva kwa sababu ya tabia yake, walimpa na mazawadi, na mwalimu akamwambia kuwa tuongee kidogo. Akaenda kuongea pale. Vipi Oliva, mbona unanifisha kuhusu hali yako? Inabidi uniambie kila kitu, mimi ndo mwalimu wako. Basi sawa mwalimu, nitakuwa nakwambia siku nyingine. Basi wakawa anakaa tu pale na Scott, unajua tena rafiki yake wa karibu, anakaa naye. Sasa Ada akafika. Upo vizuri, upo salama? Kiukweli niko natamani sana nikuone, lakini niko nashindwa. Yaani kiufupi Ada amebadilika kabisa, yani tabia yake ilikuwa nzuri, sasa hivi sio mbaya kama mwanzo. Hadi Scott akawa anashangaa, hivi kawaje sasa hivi? Mimi sijui, mimi sijamfanyia chochote, lakini sasa hivi kaamua kubadilika. Basi ndio inavyotakiwa. Akawa anafurahi nini, kama unavyojua wanaenda library wanajisomea nje, wanafurahi. Yaani kama hivyo bwana, huu ndio urafiki mzuri ambao inatabidi ufanyike baina ya watu, so urafiki wenu. Hasa siku ya leo bwana Scott amekaa zake hapa, wazazi wake akafika, akawasalimia vizuri. Baba karibuni, mama shikamoo. Basi akasalimiana pale. Sasa wazazi walivyotoka mbele kidogo, kwani mwanao leo ana nini? Mbona simuelewi? Mimi mwenyewe hata sijui mama kija, lakini tumwache bwana, inawezekana mwenyewe tu mtoto kaamua. Haya ni noma. Haya bwana, akatoka zao pale. Sasa huku bwana alikuwa amekuja kwa mwalimu kuongea naye. Vipi hali yake inaendeleaje? Hali yake inaendelea vizuri pale bwana. Wakamchukua tena kumpeleka hospitali. Basi wanafunzi walikuwa wana pressure hao. Jamani, atapona. Ada ana pressure huyo. Ada kweli bwana kamuelewa. Basi huku wakawa wanamwambia, vipi mtoto wangu, utakuwa vizuri tu. Basi wakaja pale wakamuona anafurahi nini kama unavyojua bwana, lakini
hali yake ilikuwa bado yupo hospitali. Basi huko akaja kumwambia babake, da baba, kiukweli yule msichana Olivia rafiki yangu alikwambia yupo hospitali afu ugonjwa anaumwa, mimi sidhani kama anaweza akapona kabisa, ni kiukweli inani vya ugumu kabisa. Usijali mwanangu, atapona tu. Basi akawa anampa moyo pale, mkula basi akala. Basi baadaye kwa baba mtu anaendelea na kazi yake, vipi mwanangu, mbona mawazo sana? Da rafiki yake na mwanangu bwana anaumwa afu anavyoonekana sijajua itakuwaje, da ila tuombe Mungu bwana. Ni noma da. Ni shida sana. Sasa siku ya leo bwana Oliva anasema mama, mimi nataka niende bwana shuleni, hali yangu sasa hivi ishakuwa vizuri. Lakini mwanangu, si unajua hali yako bado. Mimi bwana nishakuwa vizuri. Basi akamletea mitihani pale. Tunaona mama, nimefaulu na graduation inakaribia. Basi sawa, usiwaze bwana. Sasa siku ya graduation imefika. Wakaanza kutambulishwa wanafunzi ambao ni wamefanya vizuri katika masomo yao. Akatambulishwa wa kwanza, akatambulishwa wa pili, na pale pale bwana akatambulishwa Mombasa Scott naye kafaulu katika masomo yake. Na pale pale bwana bibi naye akataja jina lake. Inaonyeshana bwana naye kafaulu bwana. Pale pale walivyokuwa cheti tu kurudi kazimia pale pale, hafla ikafika ghafla, wakampeleka hospitali. Unaambiwa na mawazo hao da. Ni noma, yani wanafunzi wenzake wanampenda hadi basi walikuwa na mawazo kibao, natamani apone, mimi nataka apone, na mimi nataka. Hasa huku bwana kwa daktari, wazazi wake wawili walikuja kuongea naye, akamwambia da, kiukweli mwanenu huyo ugonjwa wake unaendea pabaya sana, hivyo basi mnahitaji mupate pesa haraka sana. Msipopata pesa mtoto wenu mnaweza mkamkosa, kwa sababu inaonekana ushamshambulia sana na seli zake za kupambana na magonjwa zipo chini sana, hivyo basi itabidi upate hela. Basi huyu mwamba bwana akaenda kupata watu limradi wamkopeshe hela mtoto wake apelekwe nje akatibiwe, lakini kama unavyojua tena walikopo wanashindwa. Sasa huko bwana hali ya Olivia ilikuwa ni ngumu sana da. Basi wazazi wake akaanza kumwombea dua pale, Mungu si asumani bwana. Olivia akaamka, lakini akakosa kuongea, akawa haongei Olivia. Basi wakafly na hivyo wakaita basi marafiki zake wote wakaja, wale wa kumomba msamaha akamwomba, na Matilda akamwambia daki, ukweli samani sana Olivia, sikujua kama nakufanyia vitu hivyo, lakini nakuomba samani, natamani muda ungerudi nyuma, lakini ndio hivyo hivyo, nashukuru utanisamehe. Basi sawa. Basi wakaenda pale kumwimbia rafiki yao kama kumhenzi, kama unavyojua bwana. Hasa siku ya leo alikuwa muomba apewe kitabu chake alichokichora michoro, akachukua akaangalia michoro, akaona mchoro mmoja akakaa nao. Basi kwenda pale mshikaji Scott anaongea naye, akampa zawadi pale ya mchoro da. Ni noma sana. Basi Scott alikuwa anamuelewa sana. Hasa siku ya leo bwana mamake amekuja hapa kuongeongea pale na Olivia, anaongeongea naye, lakini sasa da Olivia akakata moto bwana. Inasikitisha kwa kweli, tena maanisha amefariki. Basi mama wacha aanze kulia. Daktari akaja pale kuja ndio akamthibitishia ukweli kuwa Olivia amefariki. Basi majozi yalitawala mule ndani, baba analia, mama analia, na pale pale bwana wakaitisha msiba kwa wanafunzi wote. Basi wakamfanyia mazishi, wakamzika mpendo wao, japokuwa walikuwa wanampenda. Kuna watu ambao walikuwa wanakumbuka mazuri yake na kuna wengine ambao walikuwa wanajutia walichokifanya kwake, lakini ndio hivyo, hauwezi ukarudisha muda nyuma. Hivyo basi unatakiwa uishi vizuri na wenzako, sio mpaka mwenzako ndo anafikia katika hatua ya mabalaa ndo unaanza kujutia mambo ulikopo unamfanyia. Muda huo wakati yupo fiti kabisa, yupo mzima, inatabidi uishi naye vizuri. Kama mnakoseana inabidi msameane kabla haujalala au kabla yeye hajalala, kwa sababu huwezi jua kesho mtu ataamka au hatoamka. Basi ulikopo na mimi hapa Saif Mastori mwanzo hadi mwisho, ulikopo nakupa ladha ya chuma chetu hiki cha leo kikali. Basi asante sana kwa kunisikiliza na kwa kunipa muda wako. Tutakutana katika vigongo vinavyo. Bye.